unaanza kuwa na uzito wa kusikia sauti ya Mungu na kuifuata. Au unaweza usisikia kabisa. Watu wanaookokaga, mtu akiokoka ile mwanzoni, wale watu wanakuwa watamu, kwa sababu wanakuwa wanasikia na kila wanachosikia wanakitii. Akisikia kufunga, ulizi mara mbili anafunga. Akisikia kuomba, ulizi mara mbili anaomba. Anakuja anakuambia, baba, nilikutana na huyu dada nikasikia nimshuhudie, nikamshuhudia. Baba, nilikutana na huyu kijana nikasikia nimshuhudie, nikamshuhudia. Zinaenda. Baadaye huyo mtu hasikii tena hata kushuhudia watu. Bwana, dalili za mtu ambaye ameshambuliwa. Ya kwanza nimesema anafanyaje? Sasa kuna maeneo nilitaja. Sasa maana yake anaanza kuwa na moyo mzito, moyo unakuwa mzito kwa mambo ya Mungu. Okay, namba 2, eneo ambalo utagundua kuna mashambulizi, nataka niyapangilie mpaka ile ya hatari kabisa. Unapungua kwenye eneo la maombi, yani maisha yako ya maombi unagundua kabisa yanashambuliwa. Kunaanza kupungua kwenye eneo la maombi. Hiyo namba 2, very important. Unaanza kupungua eneo la maombi, unapungua kabisa. Hapo chomekea na mfungo. Unapungua, sio unaacha, unapungua eneo la maombi, unaanza kupungua eneo la kuomba. Kwa mfano unakuta, unajua ni sio jambo zuri wachungaji, sio jambo zuri ukiwaambia watu huu ni mkesha wa kuomba wasije, alafu ukiwaambia huu ni mkesha wa kuponyaji na kufunguliwa wajae. Sio jambo zuri kwenye kanisa, sio dalili nzuri kwenye kanisa ukiwaambia watu ibada ya unabii wa mtu mmoja mmoja wamejaa, alafu ukiwaambia hii ni ibada tu ya maombi, yani siku hiyo hatuongei chochote, ni kuomba tu, wanakuja wachache. Maana yake hiyo ni dalili ya watu walioshambuliwa kiroho. Unapungua kwenye eneo la maombi. Yesu alipoambia shetani ametaka kuwapepeta ninyi kama ngano, mbele yake tukaona kilichotokea. Saa ya kuomba wao wakawa wamefanyaje? Wamelala. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, mwili ni dhaifu, roho iradhi. Wamelala. Kwa hiyo kumbe eneo la maombi linaanza kuwa attacked. Yani nikwambie, shetani lazima anaataki moyo, lakini huko kwa anatafuta kuataki maombi. Anajua kabisa chochote atakacholeta kwako unaweza ukakicounter attack kupitia maombi. Unaweza ukakipiga, inaitwa apakati kupitia maombi. Kwa hiyo anajua ukimpiga ngumi ya kidevu kupitia maombi hakuwezi. Kwa hiyo inabidi akuwekee aloa maisha yako ya maombi. Namba 3, anakuondolea appetite ya neno. Shauku na njaa ya neno, hamu ya neno inaondoka. Kujifunza, ulizoea mahubiri, yani risali moja ulikuwa unaweza ukakaa unaandika, unaona hata mhubiri ameishia katikati. Lakini sasa hivi nusu saa tu umeanza kujinyoosha, unataka unyoshe mpaka shingo inataka kuvunjika. Unajua hizo ni dalili za, nitakuelezea hata dalili za miayo mingi. Ni dalili za watu waliopungua kiroho. Unaanza kupoteza appetite ya neno. Ulikuwa unaweza ukaplay mahubiri ya risali moja masaa 3 ukasikiliza, masaa 3 unasikiliza bila distraction yote. Lakini sasa hivi mahubiri yako ni vile viclip. Ukisikia ka clip ka dakika 3, hata vile viclip tunavyoshare status vya dakika 1 na sekunde 30 huwezi kukimaliza. Lakini ukikuta kichekesho, ukikuta mtu na mpenzi wake amejirekodi wanakimbizana wanatekenyana, unaangalia mpaka wakikimbia chumbani unatamani na wewe ingie uko wanafanya nini uone. Lakini sasa ndo clip imeishia hapo. Ukiona unakuwa interested. Yani sio kwamba kuna watu wanajua kujitetea. Nitaeleza hiyo pia. Kwamba unajua ni kwa sababu niko busy nashindwa kusikiliza. Mtu mwingine nashindwa niko busy, lakini nikawaambia kama unasema unashindwa kuomba au kusoma neno kwa sababu uko busy, wengine wako shule wanajitetea ni masomo. Nikawaambia sasa fanya hivi. Na uhakika unakula chakula, ndio maana upo hai. Kwa hiyo pamoja na ubizi wote huwa ukosi muda wa chakula. Sasa ule muda wa chakula usile chakula, omba, soma Biblia. Nitakuonyesha maajabu ya njaa itakavyoutengeneza muda wa chakula. Yani ule muda wa kula ambao napataga tu muda wa kula mtumishi, yani chuo tumebanwa kwa ajili ya mitihani, usile sasa. Omba. Tena mwambie Mungu, tazama Bwana naambatanisha na kufunga huku. Omba. Utashangaa kumbe saa 9 saa 8 huwa chakula kinakuwa kitamu, kiporo kinakuwa kitamu isivyo kawaida. Unaamka unakula zako na unapumzika. Lakini vigumu kuamka saa 8 saa 9 kuomba. Jaribu kufinya muda wa chakula, alafu uruhusu muda wa maombi. Uruhusu muda wa neno. Tuko pamoja? Appetite ya neno ikianza kupotea ni hatari.
kwa sababu hizi ndio channels Mungu anazitumia kuongea na wewe hata unapoelekea kurudi nyuma. Atakuita kwenye chumba cha maombi, atasema na wewe kupitia hata mahubiri na neno. Namba 4, utii wako kwa Mungu unaanza kupungua. Utii wako hapa tunazungumzia utii kwenye sauti ya Mungu, utii kwenye neno unaanza kupungua. Kwa mfano, kuna mtu alikuwa anaweza kusema, baba, najihisi nimechoka sasa. Unamwambia haraka sana nikukute kanisani. Kweli unamkuta amekutangulia. Lakini sasa hivi unaweza kaambia nikukute kanisani, so, tii unapungua, unaondoka kabisa. Ulikuwa kiongozi wako wa kiroho akikwambia hivi, akikuita au tembei, unapaa. Lakini sasa hivi mtu anaweza akaitwa mara ya kwanza, anaendelea shughuli zake, ya pili, nimekusikia nakuja. Kwisha. Utii wako unaanza kupungua kwenye mambo ya Mungu. Mungu alikuwa akiongea na wewe kidogo tu, amka uombe, unaamka. Sasa hivi ukisikia unageuka upande wa pili. Yaani utii wako unakuwa mdogo. Ulikuwa unaweza ukasikia kwamba fanya hichi, unafanya kwa wepesi. Ukianza kujua umeshambuliwa kiroho, unaanza kuwa na utii mdogo. Kwa hiyo ulikuwaga ukisikia kufunga, umeamua, unafunga kabisa. Lakini sasa hivi unaweza ukaamua umefunga, ukasikia tumbo kurr, ukasema nisije nikafa. Kukaa katika mwili kuhitajika kwa ajili yenu, ukaamua kula. Lakini mara ya kwanza ilikuwa hata usikie tumbo linakata, lakini unasema no, nipo kwenye kufunga na kuomba. Utii wako ukianza kupungua, you are under attack. Umeshambuliwa. Tuko pamoja? Umeshambuliwa. Utii wako ukianza kupungua kwenye mambo ya kimungu, umeshambuliwa. Namba 4. Namba 5, unajuaje dalili za mtu aliyeshambuliwa kiroho? Unaanza kuwa na uzito wa kusikia sauti ya Mungu na kuifuata. Au unaweza usisikia kabisa. Unaanza kuwa na uzito au usikii kabisa. Na watu wa Mungu, nisikilizeni, utaniambia ninachoongea ni kweli. Kwa mfano, watu wanaookokaga, mtu akiokoka ile mwanzoni, asia wale watu wanakuwa watamu. Kwa sababu wanakuwa wanasikia na kila wanachosikia wanakitii. Akisikia kufunga, ulizi mara 2 anafunga. Akisikia kuomba, ulizi mara 2 anaomba. Anakuja anakuambia, baba, nilikutana na huyu dada nikasikia nimshuhudie, nikamshuhudia. Baba, nilikutana na huyu kijana nikasikia nimshuhudie, nikamshuhudia. Zinaenda. Baadaye huyo mtu hasikii tena hata kushuhudia watu. Alikuwa akisikia hata neno nasema hivi, toka nenda kaongea na yule, anaenda kumwambia samani. Mimi unajua nishaika na watu wachanga kiroho. Mpaka unasema wanatolea wapi ujasiri? Anakuambia kabisa, baba, nasikia yule pale umsaidie. Kuna kijana mmoja alimhubiria akaokoka. Ananiambia msaidie yule pale, namwambia na nini? Anasema naona ana roho ya mauti. Naona nikaenda kweli. Nikaona lakini mbona kijana ananitia matatani. Nikaenda kuzungumza. Yule mtu akaanza kulia, akasema mara 2 amejaribu kujiua. Kwa hiyo watu wale wanapokea mwanzoni, na hiyo ndo moja za dalili za watu waliokuwa kwenye uamsho. Anaanza kuwa na wepesi wa kusikia Mungu anaongea waziwazi kabisa. Anasikia ndani Roho Mtakatifu akiongea naye. Anasikia Roho Mtakatifu akiongea naye. Kuna siku tukiwa kule mpakani kule kwa ajali kule, nimeamka tu chumbani, nikaambia mke wangu, nikaambia mimi bwana, sina malapa nini hata zaidi ya yale yako ndani ya kuogea. Nikaambia mimi sina malapu, sina nani za wazi nikivaa nitoke muda wote. Nikaambia huwa navaa viatu. Nikasema Mungu siamguse mtu aniletee hapa. Niko chumbani nimetoka. Kuna mama mmoja, sijui nani yule, mtanikumbusha. Ni Mama Karimu au nani? Mama Karimu akaenda akanunua, yani amesikia, ameenda tu dukani akapenda vile vimalapa akanunua. Tena anasema yeye mpaka anavinunua anajua ananunua vya kwake. Wakati amevishika akasikia, mpeleka kwa mtumishi wa Mungu. Sasa ninakuja nakuta vinani vipya. Mimi nikajua vimetokea kwa sababu nimewaza inawezekana. Nikasema hivi vimetokea wapi? Wakasema ni Mama Karimu ameleta. Nikaambia mke wangu, kaambia unajua huyu amemsikia Mungu hata kama hakuelewa, ila ile nilivyowaza hii sauti imeenda. Amesikia.
Sasa mtu asipojua, na adui nikwambia huwa anashambuliaga hiyo. Ndio maana watu wengi wanakuambia mimi nilikuwaga nasikia sana, nilikuwaga naona rohoni sana. Sasa nitakupa kanuni pia, sio leo, nitakuja kufundisha watu wajue ishu ya kutunza kusikia na kuona. Usipojua utaona miezi mitatu tu utakuwa kipofu, utakuwa kiziwi. Kanuni za kiroho, kwa mfano, kuna watu kwa sababu wanaona wanasema kila kitu, anasema kila kitu, adui anaanza kushambulia kwenye macho na usikivu. Namba 6 au 7. Namba 6, eneo utajuaje unashambuliwa kiroho? Ndoto, unaanza kuwa na ndoto za mashambulizi zinazoonyesha unashindwa. Hizi ndoto zinaonyesha unashindwa, unakuwa dhaifu. Eneo la ndoto ni moja eneo la kupima kwamba hali yako ya kiroho ikoje. Kuota kupigana sio hoja. Ulipopigana nini? Nikawa napigana hivi, panga langu likateleza likaanguka chini. Nilikuwa nimeshika fimbo kwenye ndoto, nikarusha ile fimbo ikateleza, halafu nikageuka nikamwona yule anayepigana na mimi ameshika fimbo akanicheka. Hiyo ni hali mbaya ya kiroho. Nimeota ninatembea mbele za watu, wananishangaa, nikaangalia kumbe sijavaa nguo, nikajikuta niko uchi, nikaanza kujificha. Hiyo ni hali mbaya ya kiroho. Nimeota ninapigana, nikaa nataka niseme Yesu, sauti haitoka, na hata ulivyoamka pamoja na sauti yako ukashindwa kusema Yesu, ukasema oh mama mama yo. Hiyo ni dalili mbaya. Naota nakimbizwa, unakimbia unaota unakimbizwa au unaanguka kwenye shimo alafu halina mwisho, unaamka. Hiyo ni dalili mbaya kiroho. Naota nimezungukwa na watu wamenishika, wanalazimisha kula. Sawa, ukafanyaje? Wakanilisha, nimeamka mpaka najisikia kama nimeshiba. Hiyo ni dalili mbaya kiroho. Kuna ndoto zinaonyesha kwamba umeshashambuliwa. Tuko pamoja? Umeshambuliwa. Mimi sitasahau, kuna ndoto moja wanaambiaga watu, kipindi mafundisha watu kuhusu ndoto, niko shule nashughulika na maroho ya giza, maufalme ya bahari haya. Nikaota ndoto, nimekaa nimesimama mbele ya chumba cha maombi usiku, nimeota ndoto kabisa. Akatokea mwanamke mmoja wa Kihindi, ila yule mwanamke wa Kihindi ni mnene, amejivuka kabisa Kihindi, amekaa Kihindi. Halafu akaniambia njoo. Nikasimama nikasema nini? Akanionyesha mihogo hii. Akachomoa mhogo mmoja mzuri, akaniambia shika utafune. Kwenye ndoto nikamwambia we huna adabu, unajua unaongea na nani? Nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu, silagi kwenye ndoto. Sitasahau, yani niko kwenye ndoto, nikamwambia silagi kwenye ndoto, ili ujue ni spiritual. Nikamwambia silagi kwenye ndoto. Akaangalia, akakunja sura, akaambia chukua. Nikaambia sili kwenye ndoto, kwa jina la Yesu. Akapotea. Nikashtuka. Wewe nikala mpaka nikaanza kula vidole vyake. Yaani hapo umeanza kula vidole vyake. Watu wa Mungu samani, hiyo ni dalili mbaya ya kiroho. Nimeota nakimbizwa, nataka kukimbia, miguu haina nguvu, siwezi kukimbia. Hiyo ni dalili mbaya ya kiroho. Nimeota napigana na nyoka, yule nyoka nataka kumuua akajificha. Hiyo ni dalili mbaya ya kiroho. Yaani naeleza tu haraka. Baadhi ya ndoto ambazo zinaweza zikawa zina maana ya hatari ya kiroho ni hizo. Nimeota nimechomwa na kitu, ukaamka ukaanza kusikia maumivu. Hiyo ni dalili mbaya. That's spiritual attack. Umeshambuliwa. Naota nipo nahubiria watu hawanisikilizi, wanaondoka. Hiyo ni dalili mbaya ya kiroho. Kama ni mhubiri, hiyo ni dalili mbaya ya kiroho. Ukiona hivyo, ndoto zina uwezo wa kukuonyesha una spiritual attack. Sasa kwenye ndoto, kitu kingine ambacho kinaweza kuonyesha spiritual attack ni pale ambapo ulikuwa unaota unakumbuka. Sasa hivi ukiamka tu unaamka na kichwa chako kizito, yani ukumbuki kabisa. Hiyo sasa sio dalili mbaya kiroho, hiyo ni umekufa kiroho. Yani ulikuwa unaota, sasa hivi ukumbuke, kwa mbali tu ndio inakuja, yani tena picha inakuja ni mbaya, umepigwa kibao kwenye ndoto. Unatafuta, unaona alikupiga kwenzi. Ni nani? Alivyonipiga nilimrudishia uvipi? Uoni? Ni hatari.
na nitakufundisha jinsi ya kuitafuta ndoto hata ukisahau. Adui anaweza akakusaulisha kwa sababu si anajua tayari una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna vitu ukivijua utaamka. Kwa hiyo akuonyeshi kuna upande anauficha. Namba 7, namba 8. Namba 7. Hapo nahusianisha. Hii pointi ya 7 inafanana kidogo na ya 8, kidogo na ya 6. Namba 7 ni pale ambapo mambo unayoyahisi kiroho yanakuwa na matokeo mwilini. Hasa unaweza ukawa umeyaota au unayahisi. Mambo unayoyahisi kiroho yanaanza kuwa na matokeo kimwili kabisa. Hiyo ni hatari. Kwa mfano, mtu aoto ameng'atwa alafu amke kidole kimevimba. Hiyo ni hatari. Mtu ahisi mtu amempiga alafu aanze kusikia maumivu anapohisi amepigwa. Hiyo ni hatari. Yaani unatembea zako hivi. Kuna msanii mmoja wa Nigeria alikuwa amekaa hivyo anaigiza tu kwenye movie location, akasikia mtu amempiga kibao hapa begani, akageuka asema, nani huyo? Hamna mtu. Nani huyo? Hamna mtu. Muda ulivyozidi kwenda akaanza kusikia maumivu. Akaambia, hebu niambieni nani amenipiga? Asema hamna mtu alikupiga. Muda unazidi akapooza. Ukiona unahisi nimekula, unaamka unahisi kweli umeshiba. Hiyo zile, yani ukiona matokeo ya vitu vya rohoni vinaanza kuja nje. Kwa mfano, ulianza kuona kwamba huwezi kuomba, alafu kweli huku mwilini kabisa sasa unaanza kuwa huwezi kuomba. Hata ukiambiwa omba huwezi. Ulianza kuona kwamba ndotoni unakimbizwa unakuwa mwoga. Sasa hivi sio tu ndotoni, ukitembea tu mwenyewe hivi, hata ukienda uwani wengine vioveo viko nje, hata ukienda nje hivi unaanza kuwa na hofu kama vile unakimbizwa. Hiyo ni hatari. Maana yake ni spiritual attack. Ukiona unaanza kufeel. Nikiwa Mbeya nilimfungua binti mmoja. Nguvu za Mungu zitembea sivyo kawaida Mbeya. Mpaka yani nikasema ise inabidi nitembeze deliverance sasa. Huyu binti anasema hivi, alimuota Kanumba. Mnamjua Kanumba mwigizaji? Alimuota Kanumba mwigizaji anamwambia hivi, "We, nitakuua." Kamwambia hivyo kwa msisitizo. Kabinti kadogo, "Nitakuua." Kaya. Unajua Roho Mungu pale akanipa tafsiri ya ndoto yake kila kitu. Akaniambia huyu binti aliyemuona sio Kanumba, ila ameona roho ya mauti inayoua aina ya watu kama Kanumba. Akaniambia huyu binti atakuja kuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa, lakini kuna roho imetumwa kumuua. Yule binti alikuwa amekamatwa na nguvu za ajabu za kipepo. Ila aliota ndoto. Kuna wengine unaota ndoto bibi yako anakuambia kabisa nitakuua. Au anakuambia nimekumisi mjukuu wangu njoo. Anakumisije na amekufa? Yaani issue ni kwamba yeye amekufa, anakumisi vipi? Hao anakuambia kuna binti yangu mmoja atakuja kutoa siku moja ushuhuda hapa. Yeye sio mshirika, kuja mara kwa mara, ameolewa. Yeye alikuwa anapata vitu ambavyo ni strange. Yaani anaota watu waliokufa, watu wanaowajua ambao wamekufa. Wako ng'ambo, wanamuita, "Jamani, njoo huku tulipo." Kwenye ndoto eti akakimbia, wehu, wao, akawarukia kule walipo. Kwenye ndoto kule akili kamjia kwamba umeingia kwenye ardhi ya wafu, umekufa. Akasema siwezi kukubali kufa. Akaamka na huzuni, akatafuta. Na mimi nilishaona vision amekufa. Wakati ni mjamzito aliponea hivi. Aliponea, kuna siku alinitumia message kabisa. Akaniambia, "Baba yangu mpenzi, mtoto wako ninakufa." Nikamwambia, "Mke wangu anasema nini?" Nikamwambia, "Wewe haufi." Akaniambia, "Baba ninakufa." Alianza kuumwa, ni mjamzito, vidonda vya tumbo sio vidonda vya tumbo. Yaani aliniambia kabisa ninakufa. Akaniambia, "Baba, there is no way, nakufa." Nikampigia simu, nikaanza kumwambia, "Badilisha kauli. Uzima na mauti uko kwenye uwezo wa ulimi." Nikamwambia, "Anza kusema nakufa. I'm dying, ninakufa. Imetosha, enough is enough." Lakini Bwana akamtetea, amejifungua salama mtoto wa kiume. Nafikiri kama mwezi uliopita. Haleluya. It was not easy. Ilikuwa ni maombi ya usiku wa manane. Kwa sababu tunaamka tunaomba mpaka mume wake anasema, "Mke wangu anakuwa na hofu tu na nini." Nikamwambia, "Usijali. Acha tumuombe kwa sababu yeye kuna kitu amekiona." Kuna kitu ambacho amekiona.
Wewe unautaja watu waliokufa na kuambia karibu huku kwangu, au umekaa unakula nao sehemu moja. Kataa kwa jina Yesu. Tuko pamoja? Dalili nyingine namba 9. Namba 8. Dalili nyingine kwamba unashambuliwa kiroho, unaanza kuwa na moyo mzito wa ibada. Hupendi kanisa kabisa. Kwanza unaanza kuwa mtu asiyependa kanisa, asiyependa ibada. Na unaweza ukawa na sababu zako. Unajua kanisani ibada zinaisha, zinachelewa. Unajua bwana, mahubiri marefu. Ila hayo marefu ndio yalikuchomoa ukaokoka, yakakufungua, yakakuponya, ukaamua kuwa mshirika. Leo umeanza kuyakosoa. Wewe umeshambuliwa kiroho. Umeshambuliwa, hujui tu. Bale sababu ya 9. Niende haraka, ziko nyingi. Sababu ya 9, unaanza kurudia marafiki na mambo ya zamani. Si unajua nilikwambia nazipangilia kwa mtiririko Sasa hii inaanza kuwa mbaya zaidi. Unaanza kurudia marafiki na mambo mabaya ya zamani. Kama ni mademu, unaanza kuwatafuta. Oi Ashura, uko wapi bebe? Niambie. Wewe ulisema umeokoka, nimekuacha bwana. Unasemaje mchungaji? Acha zako hizo bwana, mimi ni mwenzako, nimekumisi. Unaanza kurudia mambo ya zamani. Ulikuwa unavuta bangi, unaanza harufu kanakuja kama ka chocolate, sijui kama ina ladha ya chocolate na nini. Unaanza kama ni mtu mwingine pombe, anaanza hata kunywa kidogo kidogo kabisa. Kama mwingine ni wanawake, anaanza mara moja, baadaye anakuja kanisani, anafuta, anapangusa mdomo, anasema Jehova, wewe ni Mungu mkuu. Unapendeza, unashangaza, lakini huku nyuma ameshaharibu. Unaanza kuwarudia marafiki wa mambo ya zamani machafu, unaanza kuyarudia. Unayarudia. Ulikuwa na maakaunti mabaya ya Facebook, unaanza kuyakumbuka, unaanza kudili. Password yake iko wapi? Password yake. Roho aonya kanisa. Once you see unarudia mambo ya zamani, inaitwa backsliding. Unaanza kurudi nyuma. Unaanza kuyatamani yale mambo mabaya ya zamani. Watu ulishaachana nao, ulikuwa unajua kabisa ni rafiki mbaya, unakaa kabisa, unajifanya umekaa unatafakari. Na kamziki kwa mbali, ka instrumento kakanumba. Unawaza kabisa, unasema lakini Mungu amefundisha tusamee. Yule mwanaume ni kweli alikuwa ananipiga, lakini alikuwa na upendo. Yule baba alikuwa ananibusu akiamka asubuhi. Hapana bwana, hapana. Samee 7 mara 70 mara 70 mara 70 mara 70. Unaanza kujisikia kumbe ni uongo, unarudi nyuma. Unasikia hapana, siwezi kukubali Selemani apote. Wewe mtu ameshaitwa Selemani. Siwezi kukubali Selemani, nitamtafuta, nitamhubiria, ataokoka. Lazima nile naye sani moja aokoke. Lakini unashangaa ukimrudia Selemani, sauti inaanza kuambia usimwambie Bwana Yesu asiwe, utamchanganya. Anambia mambo poa, Mungu anakupenda ujue. Na mimi najua Mungu ananipenda, lakini unajua na mimi nakupenda, ushaingia kingi. Yeye ndo anaanza kuwa mhubiri wako. Hivi kwa nini nakusikiliza? Basi aya, nitakusikiliza wewe usema mambo yako. Mimi huwezi kunioa kama hujaokoka. Mimi niko tayari kuokoka kwa ajili yako. Ukiona unaanza kufikiria kwamba ulichokitapika hivi, unajua kiwango cha umaskini pale ambapo ulichokitupa kinafaa. Siku uligeuza nguo kuwa dekio, ukawaza tena ni t-shirt ya mtoko, hapo ujue umaskini umekuvaa. Na sisi tulokaa kijijini tulishawahi kurudia. Yaani unaenda sisi tena migombani huko, unatafuta, unasema Mungu wangu litupaje t-shirt safi hivi. Unaitia sabuni na harufu inanuka, unaitia, unaifua, unaianika safi kabisa, unaendelea nayo. Unaanza kutamani mambo ya nyuma. Ni dalili ya mtu aliyerudi nyuma. Namba ngapi nafuata? Namba 10. Dalili nyingine ya mtu ambaye amerudi nyuma, anashambuliwa kiroho. Hii ni hatari. Anaanza kuwachukia wapakwa mafuta wa Mungu. Hapa ndo shetani anaweza akaingiza hata mawakala wa kuzimu ndani ya watu. You feel to hate men of God. Ilikuwa kuna kipindi Prophet Allen akikupigia simu, ukiona simu yake unaipokea kwa kutetemeka. Ndio baba, shalom. Ndio baba, amina. Unamwambia, je, saa ngapi utakuwa free? Niko free baba, niko free. Lakini sasa hivi unasema sikuweza kupokea, nilikuwa busy, nitakupigia baadaye. Unatuma message, please call me later, I'm in the meeting.
Ukiona unaanza kuchukia, kuna marafiki zako walikuwa wanakupigia simu na kujulia hali, kuomba kukaribisha kanisani, unaanza kuchukia tu. Hivi unajua ni dalili ya hatari sana. You hate men of God. Yani ukiwaona watumishi wa Mungu unasikia kuwachukia. Wangapi mshawahi kupitia hiyo hali? Mjawahi kupitia? Wangapi mshawahi kupitia hiyo hali? Au ndo mnapitia sasa hivi? Wasije kama ndo mnapitia sasa hivi. Unaanza kusikia kujitenga na watumishi wa Mungu. Wengine wanakubloku kabisa, wengine wakikuona hata njiani unakuja hivi. Ukiona mchungaji umekutana na mshirika wako akajigeuza kiuchogo akapenyeza, ujue huyu ameshambuliwa kiroho. Mkimbize. Mkimbize, mwambie wewe, sikiliza, tumshinde shetani, anadili na wewe. Ukiona mtu anaanza anakuwa watumishi wanakuja nyumbani, mnakuja kushuhudia, ameshawaona na nyinyi mnaenda kushuhudia, mnaongea kwa sauti kubwa, anafunga mlango. Funga kabisa, panakaa kimya. Kiroho mkifika mnasema, mbona kama ndani kuna mtu hapa? Hamna mtu hapa. Mbona kama haya maji yamemwagwa sasa hivi? Haya maji sio sasa hivi hapa. Labda atakuwa ametoka tu kwa jirani. Unaona kumbe amejificha. You start to hate men of God. Kwa sababu hiyo ndio kuna cycle zile 5 za Mungu ana communicate na watoto wake. Ya kwanza anazungumza kupitia Roho Mtakatifu directly. Yani usijui kama una sababu ya kuandika, maana nimezitaja tu na kuonyesha, nishazitaja. Ambao mtu anaanza kusikia sauti. Sasa ya pili anatumia neno lake kwenye mduara wa Mungu kuongea na watu. Yani kuhakikisha kwamba wewe uanguki. Anaongea kupitia watu. Ya tatu anaongea kupitia neno lake. Hapo kwenye watu ndo watumishi wa Mungu, marafiki. Anaongea kupitia neno lake. 4 anazungumza kupitia maono ya ndoto, naweza kukufunulia. Unaona? 5 anazungumza ukiwa unaomba. Sasa angalia. Hiyo cycle ya vivyo vitu vitano huwa shetani ndo anavishambulia. Atashambulia maombi, atashambulia usio unasoma neno, atashambulia uwe na marafiki, usio na marafiki ambao wanaweza wakapitisha neno la Mungu kwako, usiwatii viongozi wako wa kiroho, atashambulia eneo la maombi. Kwa sababu anajua akipiga hivyo vitu vitano huwezi kusimama. Kwa hii dalili ya 9 ya 10, hiyo tuliyoisoma sasa hivi, ya 10, unaanza kupoteza kuvutiwa na watumishi wa Mungu. Hutaki kabisa. Mara kwanza ulikuwa unawapenda watumishi wa Mungu, umewasave mpaka wallpaper, lakini sasa hivi umesave paka. Kwa sababu umechoka. Umeondoa picha ya mtumishi, umeweka ya paka. Yani huna mvuto nao, umeweka ya paka au ya mbwa. Sababu unaanza kuna sio hapa siongelei ile kupenda watumishi wa Mungu, kwa maana naongelea ni kupenda kwa kibinadamu. Yani ni ya kimungu kabisa. Unavutiwa na wapakwa mafuta. Unapenda wapakwa mafuta wa Mungu wasikilize. Lakini na binti yangu mmoja, nafikiri naye atapata hizi audio, nilimwambia kabisa, usijitetee mwanangu. Mimi nakupigia simu nyingi, unaona mimi sijikoli hata unitafuti. Sema ukweli kwamba ulikuwa unaona upokea. Akakubali, akasema ni kweli nilikuwa naziona unapiga sipokei. Nikamwambia sio dalili nzuri. You are spiritually attacked. Sababu adui anajua anaweza akatumia mtu kukutoa kwenye shimo. Hata kama kuna mashambulizi yamekuzidia, hata kama ulienda ukaanguka, atakaye kusaidia kuinuka Mungu atatumia mtu, hatatumia upepo. Kwa kama utajitenga bana na watumishi wa Mungu, utakosa msaada na inaweza ikawa rahisi kuharibiwa kabisa na nguvu za giza. Namba 10, 11, 12, 11. Dalili za kwamba you are spiritually attacked or you are under attack. Huko kwenye mashambulizi. Nilisema nazipangilia. Yani kila nayosema ndo mpaka tunafika sasa ile umeshavaliwa kabisa. Umevaliwa kabisa. Unaanza kuwa unapoteza unapoteza ule moyo wa kuichukia dhambi uliokuwa nayo. Unaanza kujikuta unachukulia kawaida mambo ya dhambi, mambo machafu unachukulia kawaida. Unajikuta sasa unayafanya na unaona ni kawaida kabisa. Husikii vibaya ndani yako, wala usikii kutoka wala kuacha. Wewe unachukulia ni kawaida kabisa. Dalili mbaya sana.
ni kawaida. Hapa sasa, kama ni mtu anakunywa pombe, hanywi tena kwa kujificha, anawaambia kabisa, mimi nakunywa na kanisani nakuja na nitaimba praise. Hapa sasa sio tena unatongoza wadada walioko nje ulale nao. Hapa unaanza kutongoza mpaka walioko kanisani kabisa. Kwambia wewe, maisha matakatifu unajifunza, ambia watakatifu utakuwa wewe bwana. Yani hapo umeshaharibikiwa. Huyu kwa mujibu wa Paulo mtume, huyu ni wa kufukuza. Hasa hapo kuna watu wa kuelewaga ndiko vizuri. Wakaanza kufukuzana, kutengana sana kanisani. Huyu ni ile mtu anaanza kufikiria, anakuwa anakosa moyo wa toba. Anakuwa anaanza kuzoelea mambo ya dhambi na anaona ni kawaida. Kawaida kabisa. Kawaida. Anaona ni kawaida. Mara ya kwanza alikuwa anaweza akasema uongo, akisema uongo anatubu, anajisikia vibaya, nisamee Mungu, nisamee, nimekukosea, nimeongea uongo. Lakini sasa hivi anaongea uongo huko anacheka, anakunywa juisi au anasoma Biblia. Anaongea uongo huko anasoma Biblia kabisa. Hapana, nipo tayari kuapa, nipeni Biblia nishike. Huogopi tena, unaanza kudefend uovu. Hiyo ni dalili mbaya. Na 12, unapoteza moyo wa toba, unapoteza moyo wa kugeuka. Hutaki kutafuta njia ya kugeuka, hutaki kutafuta njia ya kugeuka. Unabaki hivyo hivyo, ujali, unasema niacheni, ni maisha yangu, nimeamua. Ndugu mmoja nikapewa kesi yake, amewatia mimba mabinti 3 kwa wakati mmoja, alafu anahubiria watu. Nikamtuma watu, nikamwambia mwambieni aje nimsaidie. Ni kweli ana kitu cha kimungu, lakini kwa staili hiyo hawezi kuendelea. Akamwambia, mwambie wewe mtumishi asinisumbue, ninachojua ninahubiri na naombea watu. Huo moyo ni hatari. 13, hapa ndo hatari sasa. Tunaelekea mwishoni kabisa kuzika. Sasa tunaelekea sasa kufukia kaburi, tuweke mataji. Hapa sasa hivi tunalifukia kaburi. Mwili tayari umeshashushwa. 13, unaanza kuvutiwa na kutumika na shetani. Sio tena unamkemea, unaanza kuvutiwa kutumika na shetani. Hapa ndio unakuta mtu aliyewahi kuwa kanisani anaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Hapa ndio unakuta mtu anasema, mimi bwana niko tayari hata kama ni pesa za kichawi, nataka pesa. Hajali uzima wake tena, yuko tayari kutumika na shetani. Hapa ndio mtu anaweza akaona, mimi nimeondoka kanisani, nimekosea jambo fulani, anaamua kuwasambazia uongo wengine. Anawaambia, mnamuona yule nani kiongozi pale wa protocol amenitongoza sana. Mnamuona yule mchungaji, mchungaji alinitongoza nikamkatalia. Mnamuona, yani haogopi tena hata kuongea uongo, anakuwa mtumwa wa shetani. Hiyo ni level hapo tumeshafukia kaburi sasa. Bado kuweka mataji. Hiyo hali ni ya hatari. Mtu anaanza kuwa wakala. Wengine hapa ni wale wanasajiliwa mpaka kuzimu kabisa, wanakuwa mawakala wa kuzimu. Sasa hivi akija kanisani anakuja kupingana na kinachofundishwa, haji tena kama kusikiliza. 14, ili tuweze sasa kufukia kabisa. Sijui kama kuna mataji, maana hana ndugu huyu mtu. Sijui kama kuna mataji, maana huyu mtu hata ndugu hana tena. Anapokuwa wakala, nilimwezea ya 3, anapokuwa ni mtu ambaye anatumika na shetani, anaanza kuwa na ile tabia ya shetani. Kwa mfano, alianguka, hataki anguke peke yake, anataka wengine waanguke. Alikosea, hataki awe amekosea peke yake, anataka wengine wakosee. Ameacha kuomba, hataki aache peke yake, anataka wengine waache kuomba. Ameacha kuja ibadani, hataki aache peke yake, anataka wengine waache kuja. Anaambia tusiendeni. Kuna kitu akieleweki pale. Tukaeni kwanza, tukaeni. Yani anaanza kuwa, shetani alipotupwa alikokota theluthi akashuka nayo. Yani vimalaika vingine vilikuwa vijui tu, vilikuwa maua Yesu, vinaanguka tu huko chini. Kuna nini kimetokea? Twende. Vile vyepesi vyote wanashuka kabisa. Nani mwanaume kama Yesu, haleluya. Kibao kiliposhuka
Wanashangaa, nani mwanaume kama shetani? Nini kimetokea? Wanaambiwa kuanzia leo mnamwabudu huyu hapa, ndio bosi wenu. Theluthi. Hawa ni wale wanafika mahali sasa hawawi tena wao peke yao, wanataka washuke na watu, wanataka washuke na watu. Na mwisho sio tu kwamba hapa sasa mtu ameshambuliwa, hapa ni mtu amemalizwa kiroho kabisa, mtu anapoitoa nafsi yake kwa shetani. Hawa ndo wale unasikia satanisti. Mtumishi wa Mungu mzima ameamua kabisa aende apewe nguvu na mashetani eti amtumikie Bwana. Hebu tusimame sasa tuombe. Tusimame tuombe. Naona panataka kukucha, hatujaomba. Kumbuka nimesema nitakuelezea dalili sasa za mtu anayevutwa kwenye uhamisho.